أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما بقي، والصلاة والسلام على النبي المرتضى سيد العرب والعجم محمد صلوات الله وسلامه عليه. Ndugu zangu, kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema kipenzi cha umma naye nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo nakusudia nizungumze dua la kupeleleza. Dua hili nimetumia Kiswahili hiko kwa maana dua la kupeleleza, kwa sababu ni dua ambayo ukiisoma kama umepotelewa na kitu unataka ukijue kiku wapi, hicho kitu utajulishwa kwamba kiku wapi. Lakini pia vile vile umepotelewa na mtu yuko wapi, unataka umjue kwamba huyo ndugu yako unayemtafuta yuko wapi, basi pia vile vile utajua yuko wapi. Kama yuko nchi Marekani, Uingereza, kafa mzima, utaambiwa kwamba huyu unayemtafuta yuko sehemu fulani mzima, huyu unayemtafuta yuko sehemu fulani kafa. Kwa hivyo hii ni dua ambayo yawezekana pia ukaitumia kwa wale ambao wamekimbiwa na waume zao. Kuna wanaume wana kawaida ya kukimbia wake zao. Sasa mke anakutafuta, anataka akukamate akurudishe nyumbani. Kwa nini unakimbia nyumba wewe? Sawa, basi dua ni hii, utajulikana kama uko wapi. Kama uko kwa mchepuko, basi pia vile vile itajulishwa kama huyu yuko kwa mwanamke fulani anaishi katika maisha ya zinaa. Haya, huyu yuko wapi? Katoloshwa na mwanaume fulani, yuko sehemu fulani. Sawa. Aidha wewe ni mwizi, umeiba mali hiyo uliyoiba, iwe ya mtu binafsi au umeiba mali ya umma, umejifanya umekimbia, basi mmoja akaamua kuisoma dua hii, utajulikana kama wewe umekimbilia wapi. Na ndugu yangu nikwambie, hizi ni dua ambazo tunaambiana ni dua mujarrabu, ni wewe fanya uone matokeo yake. Na kwa nini nimekusudia kuielekeza dua hii? Nimeona nielekeze dua hii kwa sababu ya matatizo yaliyokuwa katika jamii. Watu wengi wamewakimbia wadeni wa, yani watu wanaowadai wamekimbia. Mtu anadaiwa kakimbia, na dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo kama umekimbia, tunafundishana dua, utajulikana tu uko wapi nakwambia. Lakini pia vile vile wewe umekimbia kwa njia ya uhalifu, umefanya uhalifu mkubwa ukakimbia, kasoma dua hii, utajulikana kwamba uko wapi. Sawa. Kwa ni dua ambayo soma wewe kwa nia ya chochote kile ambacho kimepotea au mtu kapotea au hajulikani halipo. Kuna mwingine mtu anaweza kapotea katika mazingira ya kichawi. Leo unaweza ukasikia ukaambiwa kuna mtoto bwana kwenye kijiji fulani kapotea bwana, au kuna mji fulani watoto wana kawaida ya kupotea. Sasa soma dua hii. Au kuna mwingine anaweza kafanya kazi akateka watoto katika njia mbaya ili kuwafanyia mazingira ambayo sio mazuri. Sio watoto tu, hata watu wazima. Sawa. Kwa hiyo mmoja akaamua akakaa akasoma dua hii, unajulishwa kwamba huyo ndugu yako yuko sehemu fulani katika mazingira fulani. Wewe itumie hiyo dua. Ni dua ambazo ni mujarrabu na ni nzuri kabisa insha Allah. Kwa hiyo nakupa zawadi hiyo, itumie ndugu yangu. Mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura, nipo katika ardhi ya nchi ya Tanzania, maeneo ya Tabata Kisiwani. Naanza kwa kukwambia, ukiwa na tatizo kama hilo, dua hii vizuri zaidi uisome usiku. Soma usiku kabla ya kulala, utatawadha vizuri, kaa sehemu safi, fata utaratibu ufuatao. Anza na istighfari, kwa maana astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahu akbar. Fanya istighfari yako kwa idadi ya mara 100. Yani astaghfirullah unaitamka kwa idadi ya mara 100. Kisha baada ya kumaliza mara 100 istighfari, unakuja unatamka majina haya ya Mwenyezi Mungu mawili, Khabiru na Latifu. Lakini unaweka ya unida.
kwa maana ya kwamba unasema ya khabiru ya latifu, 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 ya khabiru ya latifu. Unatamka hayo maneno kwa idadi ya mara 100. Kwa baada ya astaghfirullah unatamka maneno haya ya khabiru ya latifu kwa idadi ya mara 100. Nadhani unanielewa vizuri ndugu yangu. Kisha baada ya hapo utasoma aya ya 14 iliyokuwa katika surati Mulku. Katika surati Mulku mara 21 kuna kipande pale kinasema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Haya maneno haya unayarudia mara 21. ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, 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 ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Narudia mara kwa mara sababu naamini kuna mwingine hajasoma. Kwa ninaporudia basi naye atakariri ili aweze kuijua dua hii. ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Unairudia mara 21. Kisha baada ya hapo la. Sawa? Manake mwanzo wa dua ndio unatia nia yako. Ya Rabbi, nasoma dua hili kwa ajili ya kadha kadha kadha, na mtafuta fulani yuko wapi, naomba nijulishe. Lala, basi itakuja ndoto, utajulishwa hatua kwa hatua, yuko sehemu fulani unayemtafuta, unachokitafuta kiko sehemu fulani. Allahu akbar. Ni dua adhimu sana, ndio maana nikaita dua ya upelelezi. Yaani dua hii inakupeleleza, inapeleleza kile unachokitaka na unapewa taarifa yake pale unapokuwa ni mwenye kulala. Kwa ndugu yangu, baada ya maelezo hayo mafupi, tukutane katika faida zingine mbalimbali. Mimi kama nilivyokutambulisha mara ya kwanza, ni Maalim Suleiman Ngusura. Nipo katika ardhi ya Tanzania, maeneo ya Tabata Kisiwani. Kwa yule anayetamani kunipigia simu, maoni, maswali, hata huduma ya dua pia, kwa sababu katika ofisi yetu tunatoa huduma ya kufundisha na pia huduma ya kuwaombea watu dua, watu mbalimbali waliokuwa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hivyo namba zangu za simu ni kama ifuatavyo: 0762664094, 0762664094, na namba nyingine ni 0716447727. Kama uko mbali huko kunipigia, anza na kodi namba anza na kodi namba, na bahati nzuri namba zote ziko kwenye WhatsApp hizo. Unaweza kanipigia kwa WhatsApp au kanipigia kawaida. Kodi namba yetu ya Tanzania ni +2557, kwa maana unaanza ni namba yangu ya simu, unaanza ni +255 ndio kodi. Kisha unaendelea na namba ya simu 762664094 au alama ya jumlisha 255-716-44-77-27. Alhamdulillah, karibu sana katika ofisi zetu zilizokuwa katika maeneo ya Tabata Kisiwani. Alkamalu lillahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.